Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Leo ni sherehe ya mwili na damu ya Kristo. Tunakumbuka ile kumbusho ambaye Yesu alituachia, na hivyo hivyo akatuambia kwamba tufanye hivyo kwa ukumbusho wake. Sherehe ya mwili na damu ya Kristo ndio kilele cha maisha yetu kama wa Kristo, na hivyo hivyo tunaweza sema ndio utume wa kanisa. Ile siku ya Alhamisi Kuu, Yesu pamoja na mitume wake waliweza kumega mkate na kanywa kikombe cha divai, na Yesu akawaambia kwamba wafanye hivyo kila mara kama ukumbusho wake. Ndivyo hivyo na sisi kama Wakristo tunapoadhimisha fumbo la Ekaristi, ni ishara ya upendo wa Mungu kwetu sisi, na vile vile tunakumbuka Kristo aliyejitoa kwetu. Sadaka ya misa, kwa sababu wakati ambao tunasema ni sherehe ya Ekaristi takatifu, tunaweza sema ni sherehe ya Ekaristi takatifu. Tunakumbushwa kifo cha Kristo kiliyetuletea ukombozi. Anakuwa kuhani na vile vile anakuwa kafara yenyewe, na inakuwa ni sala. Kwa hivyo sakramenti, ama tunapoadhimisha mwili na damu ya Kristo, tunakumbuka Kristo anayekuwa kuhani, anayetoa hiyo kafara. Yeye ndiyo hiyo kafara ambaye anajitoa kwa Mungu na kwetu sisi, na vile vile ni sala ambayo inatuunganisha, tunakuwa wana wa Mungu. Ni Mungu anayejitoa vile vile kwa wanadamu kama sadaka. Basi sisi wakati ambao tunaadhimisha hii sherehe ya leo, tunakumbuka ule uhusiano ulioko kati ya Mungu na wanadamu, jinsi alivyotoa upendo wake pale msalabani kwa mwanaye Yesu Kristo, ili na sisi tuweze kuunganishwa na Mungu wake. Na vile vile katika sala zetu tunaambiwa kwamba Ekaristi ni chakula chetu cha kiroho katika maumbo ya mkate na divai. Tukiangalia katika somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 hadi ya 3, 14 mpaka 16, tunaona ukumbusho wa vile wana wa Israeli walivyolishwa mana pale jangwani. Huyu Mungu, ingawa walikuwa wamemwasi, hawako mapenzi yake, tunaambiwa aliwalisha kwa maana pale jangwani hawakuweza kuona kiu hata mara moja, na vile vile aliweza kuandamana na wao katika jangwa kubwa, pale ambapo kulikuwa na nyoka wa kutisha, na vile vile kulikuwa na inke na nchi isiyokuwa na maji. Akaweza kuwapatia maji yaliyotoka katika mwamba. Hii ni ishara kwamba ingawa yeye alijitoa katika hali ya mana na kuandamana wana wa Israeli ule jangwani, hivyo hivyo katika Agano Jipya Yesu anaandamana nasi katika mwili wake na damu yake katika Ekaristi takatifu, ambao tumesema ndio kilele cha maisha ya Wakristo. Basi ili agano ambalo tuliwekewa, Kristo anakaa ndani yetu nasi tunakaa ndani yake. Yule ambaye anakula mwili na damu ya Kristo, tunakumbusha kwamba Mungu anakuwa na uhusiano nasi tunakuwa na uhusiano naye. Na hivyo tunasema kama Wakristo, mwili na damu ya Kristo inapatia kanisa uhai na inatupatia sisi uhai. Bila Ekaristi takatifu kanisa haiwezi kudumu, na ndio tunasema ingawa tuko na hizo sakramenti 7, hakuna nyingine tunaweza sema inaweza linganishwa na hii sakramenti ya mwili na damu ya Kristo, Ekaristi yenyewe, ile ambao tunaliadhimisha kila mara tunapokuwa na kuhani katika misa takatifu. Na tunahakumbiwa kwamba wakati ambao tunashiriki mwili na damu ya Kristo,
Basi kama vile Paulo anavyowaambia Wakorintho sura ya 10 aya 16 hadi 17, anasema, kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, sio ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, sio ushirika wa mwili wa Kristo? Hii ni dhihirisho ya kwamba wakati ambao sisi tunaunganika katika kuumega mkate na vile vile tunashirikishwa kikombe cha uzima, sisi tunakuunganika na Kristo. Yeye jinsi alivyojitoa kwa kanisa na kuipatia uhai, ndivyo hivyo tunashirikishwa katika huo uhai, kwa sababu tunabariki kombe kimoja, tunashiriki mkate moja, na hivyo tunaunganika na yule ambaye tunamla. Kwa tunasema kile ambacho tunakitumia kinafanana nasi, tunashiriki mkate mmoja na kikombe kimoja, ambao ni maumbo ya mkate na divai, ambayo yanakuwa mwili na damu ya Kristo. Kwa hivyo tuko na ushirika katika haya maumbo ya mkate na divai. Na Ekaristi vile vile ni sala ya kuunganisha sala zetu na huyu kafara mwenyewe ambao ndiye Yesu Kristo pale msalabani. Wakati ambao tunaadhimisha misa takatifu ya Ekaristi, ama wakati ambao tunasherehekea katika hizo hali mbili, liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi, tunaunganishwa na Kristo pale msalabani. Sisi tunajitoa katika madhaifu yetu, katika mapungufu yetu, alafu katika hiyo sala tunapandishwa, tunainuliwa, tunakuwa katika hali nyingine tofauti katika uhusiano wetu na Mungu. Kwa hivyo wakati ambao unakuja kuadhimisha misa takatifu ni wakati ambao unapaswa kutoa yote ambao uko nayo katika moyo wako, yote ya familia ambayo yanakusumbua, yote yanayokusumbua katika kazi, katika afya, unaleta furaha zako, na hayo yote tunayaunganisha katika hii kafara ambao ni Yesu Kristo mwenyewe, ambao tunasema yuko kweli katika altari, katika maumbo ya mkate na divai, ambao anakuwa mwili na damu ya Kristo katika zile sala ya konsakrasio. Na hivyo hivyo tunaendelea kuambiwa ya kwamba sisi wenyewe wakati ambao tu katika hali ya maumbo ya mkate na divai, tunakumbuka kwamba Ekaristi inaunda kanisa, na vile vile hii kanisa inatengenezwa na Ekaristi takatifu. Na ndio tunaambiwa katika Injili ya leo ambao tunaipata katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya 51 hadi 58, anasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Kwa hivyo sio kitu ambacho tunakiadhimisha mara moja tu alafu inaishia pale. Hapana, yule anayekula mwili na damu ya Kristo na tukishiriki hayo maumbo, basi tuna uzima wa milele. Na ndio sababu Yohana vile vile anaendelea na kusema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake. Kwa hivyo kuna ushirika ambao uko kwa wale wote ambao wanashiriki mwili na damu ya Kristo. Basi kuna mambo matatu ambao tunayapata katika hii sherehe ya mwili na damu ya Kristo. Jambo la kwanza ni kwamba sherehe ya mwili na damu ya Kristo ni Mungu anayekuja ndani yetu kwanza kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo, ambaye alikuwa mtu kweli na Mungu kweli. Huyu Yesu ambaye anakuja kukaa nasi. Na vile vile kuna jambo la pili ambalo tunalijua katika adhimisho hili, ya kwamba anazidi kukaa nasi kama kanisa, uhusiano ulioko katika kanisa na Mungu, ambao sisi tunasema kwamba ni mwili wake, kanisa kama mwili wa Kristo. Alafu jambo la tatu ni kwamba kuadhimisha hii sherehe ya mwili na damu ya Kristo inatukumbusha ya kwamba huyu Mungu anakaa nasi katika maumbo ya mkate na divai. Basi kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuanza kujiuliza. Jambo la kwanza,
na ile ambayo ningependa tulitafakari leo. Wewe unaamini Ekaristi Takatifu? Wewe unaamini ya kwamba Yesu yupo katika maumbo ya mkate na divai? Ni mara ngapi ambao unakuja kanisani alafu unadharau Ekaristi Takatifu? Unakuta kwamba wakati wa sala za consecratio hauwezi kuwa kiini wakati ambao tunasali, ama hauwezi kujiweka salama wakati ambao tunaadhimisha hiyo sala. Ni kitu gani ambacho kinakufanya usiwe na imani na hii Ekaristi Takatifu? Jambo la pili ambalo tunaweza kujiuliza, kwa nini basi unadharau hata misa takatifu? Unakuta watu wako kanisani wanaadhimisha misa, alafu wewe unakuwa na madharau. Ni wakati wa kuongea na simu, ama ni wakati wa kutumia simu zako, ama akili yako imeama pale ambapo watu wanasherehekea Ekaristi Takatifu ama misa, na wewe unajiita kwamba wewe ni Mkatoliki. Basi kwa nini unadharau? Kwa sababu tunajua Mungu yupo katika hiyo maumbo ya mkate na divai, yuko katikati yetu kweli. Kwa hiyo kwa nini udharau hiyo misa? Alafu jambo la tatu, kwa nini usiweze kupokea Ekaristi Takatifu? Kuna wale ambao hawana vizuizi katika maisha yao, lakini hawataka kupokea Ekaristi Takatifu. Kwa nini unataki kupokea Ekaristi Takatifu? Na tunajua tunayekula ni Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, anatujenga, anatuboresha, na ndio chakula chetu cha sisi ambao tunasafiri. Kwa nini usipokee? Hakuna mtu ambaye amekuambia usiweze kupokea, lakini wewe mwenyewe unasema kwamba hautapokea. Kwa nini usiweze kupokea hii Ekaristi Takatifu? Alafu jambo la mwisho, ni mara ngapi ambao sisi wenyewe tunapokea hii Ekaristi wakati ambao hatupaswi kupokea? Ni mara ngapi ambao wewe mwenyewe umeweza kuja kupokea Ekaristi na unajua haupaswi kupokea? Tunajua kama tuko na madoa ya dhambi, kama hatujaenda maungamo, basi hatupaswi kupokea. Ama kuna wale wengine ambao wanasema tu ni mkate tu, basi wanakuja jinsi wanavyotaka, alafu wanakuja kupokea. Kwa nini usiweze kujiandaa vyema katika mawazo, katika hali pale ambapo huko katika sala, wakati ili uweze kupokea Ekaristi kwa njia inayofaa? Kwa nini udharau Yesu? Tujue kwamba wakati ambao tunachukua katika hali ambayo ifai, ni lahana tunajichukulia katika maisha yetu. Tumheshimu Yesu wa Ekaristi katika hali zote, ili asidi kutuneemesha. Wakati ambao tutakuwa tunafanya maandamano leo, tutakuwa tunaomba neema za Mungu katika maisha yetu, tutakuwa tunaomba baraka za Mungu katika maisha yetu, tutakuwa tunaomba mwanga wa Kristo katika maisha yetu, tutakuwa tunaomba uzuri na upendo wake uweze kuwa ndani yetu. Basi tafuta siku uweze kuenda kwa huyu Yesu wa Ekaristi, utoe sala zako, utoe maombi yako, uweze kujitoa kwake, na bila shaka hautaweza kuaibika. Wakati ambao tunaengemea kwa huyu Yesu wa Ekaristi, wakati ambao unachukua nafasi unaenda kwa chapel, adoration chapel, unaomba, bila shaka Mungu atasikia sala zako, ataweza kusikia kilio chako, ataweza kusikia yale mema ambao uko nayo, shukrani zako, na hivyo huyu Yesu wa Ekaristi ataweza kukubariki, ataweza kuneemesha, na ataweza kujalia chochote unachokihitaji. Kumbuka, aulaye mwili na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu, umetuachia ukumbusho wa mateso yako katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba utujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate daima neema ya ukombozi wako ndani yetu. Natomba hayo kwa ajili ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na ambariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia sherehe njema.